Voice of Mapambano, ukweli ni silaha. Ndugu msikilizaji, karibu katika Voice of Mapambano, mahali ambapo historia haisimuliwi kwa hofu bali kwa ukweli. Katika sura ya kwanza tulifungua mwanzo wa safari ya Adolf Hitler, lakini leo tunaingia katika kipindi hatari zaidi, kipindi ambacho jina lake lilianza kuwa na nguvu na sauti yake ikageuka kuwa amri. Ilikuwaje mtu mmoja akaweza kugeuza hasira ya taifa kuwa mtaji wa kisiasa? Na tena ilikuwaje propaganda ikawa silaha yenye nguvu kuliko bunduki? Hii ni sura ya kupanda kwake madarakani, sura ya ushawishi ya kisaikolojia, tena sura ya hofu inayodhibiti fikra. Tulia, sikiliza kwa makini, kwa sababu sura hii si ya kawaida. Kambi za kwanza za mateso zilianzishwa mwaka wa 1963 mwanzoni kwa wapinzani wa kisiasa, lakini hatua kwa hatua sera za ubaguzi ziliongezeka. Mwaka 1935 sheria za Nuremberg zilipitishwa. Sheria hizo zilianganya Wayahudi uraia wao, zikazuia ndoa kati ya Wayahudi na Wajerumani wengine, zikawageuza raia kuwa wageni ndani ya nchi yao. Maisha ya maelfu yakabadilika. Maduka yao yaliboikotwa, watoto walitengwa mashuleni, ajira zao zikapotea. Dunia ilikuwa ikiangalia. Mwaka 1938 tukio lililotikisa jamii litokea Kristallnacht. Madirisha ya maduka ya Wayahudi yalivunjwa, masinagogi yakachoma moto, watu wakapigwa na kukamatwa. Ilikuwa ishara wazi kwamba ubaguzi ulikuwa umegeuka kuwa vurugu. Wakati huo Hitler alikuwa na mpango mwingine. Alitaka kupanua mipaka ya Ujerumani. Mwaka 1938 Austria iliunganishwa na Ujerumani, tukio lililojulikana kama Anschluss. Baadaye sehemu ya Czechoslovakia ilichukuliwa. Mataifa ya Ulaya yalijaribu kufanya makubaliano ya amani, walitumaini kwamba tamaa hiyo ingetulia, lakini haikutulia. Tarehe 1 Septemba mwaka 1939 Ujerumani ilivamia Poland. Siku mbili baadaye Uingereza na Ufaransa zikatangaza vita, na hapo vita vya pili vya dunia ilianza. Dunia iliingia katika kipindi cha giza, na yale yaliyokuwa yameanza kama maneno ya hasira sasa yalikuwa moto wa vita. Baada ya uvamizi wa Poland mwaka 1939, vita vilisambaa haraka barani Ulaya. Jeshi la Ujerumani lilitumia mbinu mpya ya kivita, Blitzkrieg, vita vya umeme. Mashambulizi ya ghafla, ndege kutoka angani, mizinga ardhini, na askari wakisonga kwa kasi. Poland ilianguka kwa muda mfupi, kisha Denmark na Norway, baadaye Uholandi, Ubelgiji na Ufaransa. Ndani ya mwaka mmoja, sehemu kubwa ya Ulaya Magharibi ilikuwa chini ya udhibiti wa Nazi. Paris ilianguka mwaka 1940, lakini Uingereza haikusalimu amri. Vita vya angani vilianza, Battle of Britain. Mabomu yalianguka juu ya miji, raia walijifisha kwenye vituo vya chini ya ardhi, lakini Uingereza ulisimama. Hitler akuvamia visiwa hivyo, mpango huo ulisitishwa. Wakati huo huo, sera za ukandamizaji katika maeneo yaliyotekwa ziliongezeka.
Wayahudi waliamiliwa kuhamia kwenye maeneo maalum, ghettos. Walitengwa, walinyimwa chakula cha kutosha, walinyimwa uhuru. Maelfu walikufa kwa njaa na magonjwa. Mwaka 1941 vita vilipanuka zaidi. Hitler aligeuka dhidi ya Umoja wa Kisovieti. Operesheni Barbarossa ilianza. Ilikuwa uvamizi mkubwa zaidi wa kijeshi kuwahi kufanywa wakati huo. Mwanzoni jeshi la Ujerumani lilisonga mbele haraka, lakini baridi kali ya Urusi ilikuja na upinzani ulikuwa mkali. Vita vikawa vya muda mrefu na vya kikatili. Katika kipindi hiki, sera za ubaguzi zilifikia hatua mbaya zaidi. Mikutano ya siri ilifanyika, maamuzi yakachukuliwa. Mpango ulioitwa suluhisho la mwisho ukaanza kutekelezwa. Kambi za mateso za mauaji zikajengwa au kupanuliwa: Treblinka, Sobibor na Auschwitz. Mamilioni Wayahudi waliuawa pamoja na Waroma. Walemavu walifungwa wa kisiasa na wengine wengi. Ilikuwa moja ya sura za kutisha zaidi katika ya historia ya binadamu. Wakati huo, mwaka 1941, tukio jingine likitokea mbali ya Ulaya. Japani ilishambulia Pearl Harbor. Marekani ikaingia vitani. Sasa vita vilikuwa vya dunia nzima. Mapambano yalikuwa Afrika Kaskazini, mashariki ya Ulaya, bahari ya Pasifiki. Hasara ziliongezeka, miji iliharibiwa, familia zikavunjika. Na kadri miaka ilizoenda, nguvu ya Ujerumani ilianza kudhoofika. Vita vya Stalingrad viligeuka kuwa alama ya mabadiliko. Jeshi la Ujerumani liliingiliwa na hatimaye likasalimu amri mwaka wa 1943. Ilikuwa ishara kwamba upepo wa vita ulikuwa ukibadilika. Lakini gharama tayari ilikuwa kubwa. Dunia ilikuwa imechoka na giza bado halikuwa limeondoka. Baada ya Stalingrad mwaka 1943, bali ilianza kubadilika waziwazi. Jeshi la Ujerumani lilikuwa limepoteza maelfu ya askari, silaha zilipungua, rasilimali zilianza kuisha. Mashariki, Umoja wa Kisovieti ulianza kusonga mbele. Magharibi, majeshi ya muungano yalijiandaa. Tarehe 6 Juni mwaka 1944, siku ya D-Day, majeshi ya Marekani, Uingereza na washiriki wao walimvamia Normandy, Ufaransa. Ilikuwa operesheni kubwa ya kijeshi na ilifanikiwa. Hatua kwa hatua, Ufaransa ilikombolewa na majeshi ya muungano yakaanza kuelekea ndani ya Ujerumani. Wakati huo huo, mabomu yalikuwa yakidondoshwa juu ya mji ya Ujerumani: Berlin, Hamburg, Dresden. Raia waliteseka sana, miji iligeuka magofu. Ndani ya Ujerumani, matumaini yalikuwa yanayeyuka. Baadhi ya maafisa wa juu walijaribu kumuondoa Hitler madarakani. Jaribio la kumuua lilifanyika Julai mwaka 1944. Lilishindikana. Waliopanga walinyongwa. Lakini ilikuwa ishara wazi kwamba hata ndani ya utawala wake imani ilikuwa tayari ikivunjika.
Mwaka wa 1945 majeshi ya muungano yalikuwa karibu na Berlin kutoka pande zote. Mashariki, jeshi la Kisovieti lilikuwa limefika karibu kabisa na mji mkuu. Magharibi, majeshi ya Marekani na Uingereza yalikuwa yakisonga. Berlin ilizingiliwa. Hitler alijifungia ndani ya bunker chini ya ardhi, chini ya jengo la kansela. Huko chini katika vyumba vya seluji, hali ilikuwa ya kukata tamaa. Ripoti zilikuwa mbaya. Majenerali walimwambia ukweli, vita vilikuwa vimepotezwa. Lakini alikataa kuamini kikamilifu. Aliendelea kutoa amri kwa majeshi ambayo hayakuwepo tena au ambayo hawakuwa na uwezo wa kutekeleza mashambulizi. Tarehe 29 Aprili mwaka 1945, Hitler alimuoa Eva Braun ndani ya banka hiyo. Ilikuwa ndoa ya kimya, bila sherehe, bila matumaini ya kesho. Siku iliyofuata, tarehe 30 Aprili mwaka 1945, wakati majeshi ya Kisovieti yalikuwa karibu kuingia Berlin, Adolf Hitler alichukua uamuzi wa mwisho. Yeye na Eva Braun walijiua ndani ya banka. Miili yao ilichomwa nje ya jengo hilo kulingana na maelekezo aliyokuwa ameacha. Siku chache baadaye Berlin ilianguka, na tarehe 8 Mei mwaka 1945 Ujerumani ilisalimu amri rasmi. Vita vya pili vya dunia barani Ulaya ilikuwa imeisha, lakini majeraha yalibaki. Takriban watu milioni 70 walikuwa wamekufa duniani kote. Mamilioni waliuawa katika Holocaust. Miji ilikuwa magofu. Familia zilikuwa zimepoteza wapendwa wao. Utawala wa hofu ulikuwa umeanguka. Historia ibaki na maswali mazito. Je, dunia ingeweza kuzuia? Je, chuki ilikuwa vipi hadi kufikia kiwango hicho? Na hivyo hadithi ya Adolf Hitler inafikia mwisho, lakini historia yake haijaisha, kwa sababu historia haishi kwenye tarehe, inaishi kwenye maamuzi ya wanadamu. Hitler hakuwa pepo aliyoshuka kutoka angani, alikuwa mwanadamu, na hilo ndilo somo la kutisha zaidi. Kwa sababu kama uovu unaweza kuanza ndani ya mwanadamu wa kawaida, basi jukumu la kuuzuia pia liko ndani ya wanadamu wa kawaida. Chuki haianzi kwa vita, huanza kwa maneno. Ukandamizaji hauanzi kwa bunduki, lakini huanza kwa ukimya. Jamii inaponyamaza mbele ya ubaguzi, ndipo historia huanza kujirudia. Simulizi hii si ya kumtukuza, si ya kumhukumu tu, ila simulizi hii ni ya kujifunza. Historia hii ni ya kujifunza. Ni ukumbusho kwamba nguvu bila mipaka ni hatari. Propaganda isiyopingwa ni sumu. Tena na ukimya wa wengi unaweza kuwa ruhusa ya giza kuenea. Lakini pia ni ukumbusho wa tumaini, kwa sababu kila kizazi kina nafasi ya kuchagua tofauti. Kuchagua haki badala ya chuki. Kuchagua ukweli badala ya propaganda. Kuchagua ujasiri badala ya woga. Kama ndugu msikilizaji, umefika hadi mwisho wa simulizi hii ndefu tena na nzito, usisahau kubonyeza like, andika maoni yako hapo chini, jiunge kwa kubonyeza subscribe, na usisahau kushare ili elimu hii wafikie wengine, kwa sababu historia isipoeleweka inaweza kujirudia. Hii ni Voice of Mapambano,
sauti ya historia, sauti ya mafunzo na sauti ya tahadhari kwa vizazi vijavyo.